Asante ndugu mshabiki, asante kwa kuendelea kuwa nasi. Asante kwa wewe ambao umesha-subscribe. Ila kama bado huja-subscribe na upo kwenye channel yetu, unasikiliza story zetu, hakikisha una subscribe ili tuende sawa. Na asante kwa kutuzidi kutusupport, na msichoke, tunazidi kuletea vigongo vipya kabisa. Leo tupo na story nzuri kabisa pendwa, inaenda kwa jina la Mwajuma. Ni moja kati ya story nzuri endapo ukisikiliza. Basi Mwajuma alikuwa ni binti mdogo sana ambaye alikuwa na miaka kadhaa. Alikuwa na miaka kama 18. Basi Mwajuma alikuwa na mpenzi wake alikuwa anaitwa Musa. Kipindi hicho Mwajuma yeye alikuwa anasoma form 3. Basi Musa alikuwa anasoma form 4. Walikuwa ni watu ambao wapo kwenye mahusiano, walikuwa wanapendana sana. Basi bwana Mwajuma alisoma akamaliza, pamoja na Musa wakamaliza form 4. Basi Musa hakupata chance, nafasi yoyote ya kuendelea kimasomo, lakini Mwajuma kwao kulikuwa kuna pesa kidogo, japo ilikuwa sio nyingi, lakini zilikuwa zinapatikana pesa za kumsomesha Mwajuma. Mwajuma alipata nafasi ya kuendelea na masomo, haswa alienda chuo ili aweze kuendelea masomo ili aweze kutimiza ndoto zake. Musa pamoja na Mwajuma walikuwa wanapendana sana, walikuwa wameahidiana vitu vingi sana. Siku ambapo Mwajuma anaenda chuo, walikutana pamoja na Musa. Akawa anamwambia, kipenzi changu Mwajuma, angalia unaondoka, ila kumbuka mimi nakupenda. Naomba ukienda huko usije ukanisaliti. Sawa, mimi si tungeenda wote, lakini mimi sisi nyumbani maisha yetu ni ya chini, siwezi kupata pesa ya kunisomesha mimi. Kipenzi changu sijali, mimi nakuahidi, mimi nitaenda, nitasoma, nitamaliza, tutakuja tuendeleze, tumlee mtoto wetu. Kwa sababu Mwajuma pamoja na Musa walikuwa na mtoto mmoja ambao walimzaa kwa kwenye mapenzi yao ya shuleni, mwisho wa siku wakapata mtoto. Huyo mtoto alikuwa anaitwa Melissa. Alikuwa mtoto wa kike. Kwa ile kusoma, walipokuwa wanasoma form 4, baada ya kumaliza kipindi walikuwa wanasubiri matokeo, walipata mtoto wa kike. Basi kwa sababu Mwajuma nyumbani kwao kulikuwa kuna pesa, hawakusita kumsomesha hata kama ana mtoto. Mtoto ilazimisha abaki nyumbani ili aendelee kulelewa na baba yake. Basi wakazidi kuagana pale. Musa alizidi kulia sana, akiwa anazidi kumsisitiza kuwa, mke wangu Mwajuma, naomba huko endapo jilinde, ujiinde na mambo mengi. Tamaa zipo nyingi sana, naomba ujiepushe nao mambo. Mimi nakupenda mwenzio. Musa alizidi kumwaga pale Mwajuma, huwa kila anazidi kulia kwa sababu hata watu wapenda nao, mmoja wao akienda mbali, huwa mmoja lazima ataumia sana. Basi Musa alizidi kumsisitiza kuwa ajilinde, ajiepushe na tamaa mbalimbali. Basi bwana Mwajuma pale hakusita bwana, akamwahidi mengi, akamwambia usijali, mimi naenda kusoma, nikimaliza nitakuja tujenge familia yetu, tumlee mtoto, tufunge ndoa, tuendeleze maisha yetu. Usijali kabisa. Basi alimwahidi mambo mengi kabisa, mpaka Musa alibaki huko akiwa analia kabisa kuamini. Basi Mwajuma alienda chuo, akaenda kusoma. Baada ya miaka 3 sasa, Mwajuma ndio kipindi anatakiwa arejee nyumbani. Mwajuma alimaliza shule ambayo ni chuo, inatakiwa arudi nyumbani sasa. Maana alimaliza muda sana chuo, lakini alichelewa sana kufika nyumbani kwa sababu walimaliza muda kabisa chuo. Basi Musa alisikia kwamba mke wake ambaye ni Mwajuma anakuja. Basi alifurahi sana. Hapo akachukua usafiri aende kumchukua kwenye uwanja wa ndege ili aweze kuja naye nyumbani, kwa sababu alikuwa amemisi sana, kwa sababu ilikuwa ni muda sana umepita hajaongea naye, wala hajamuona. Ilikuwa ni muda sana. Kwa hiyo alifurahi sana, akamchukua mtoto wake, wakaenda kumpokea huko uwanja wa ndege, airport, ili aweze kuja naye kwa sababu alikuwa amemisi sana. Basi bwana pale Musa akaondoka, akaenda kumpokea mke wake mtarajiwa ambaye ni Mwajuma, ila amlete nyumbani kwa sababu alikuwa amemisi sana. Alifika pale airport ambapo alikuwa anataka ampokee kwa sababu alikuwa masomoni. Ile cha kushangaza, Mwajuma pale airport kuna mwanaume pembeni alikuwa naye, na walikuwa wanatabasamu sana wakiwa wanacheka. Na Mwajuma
Hakujua kama mume wake mtarajiwa ambaye ni Musa amekuja kumpokea. Yeye hakujua kama na taarifa hizo. Mwajuma alikuja na mwanaume pale, wakafika pale airport. Na Musa alipofika akamuona akiwa na mwanaume mwingine. Lakini hakutia manane sana, labda alizani ni rafiki yake. Basi walipofika pale Mwajuma akamuona Musa, alishtuka kwanza. Kaonyesha kabisa ni kama vile ameshtuka sana. Hakuamini kwa sababu kwa nini amemuona kashtuka, ni kitu ambacho kimemshangaza sana. Basi bwana pale wakamuita Musa, akamuita mke wangu, akasema mke wangu. Pale Musa akasema nani mke wako? Pale Musa hakuamini majibu ambayo amepewa. Akasema unamaanisha nini? Akasema mimi sasa hivi sio mke wako. Mimi sasa hivi nipo na mpenzi wangu mwingine, huyu hapa. Anaitwa Jordan. Mpenzi wangu nampenda sana. Pale Musa alipigwa na butwa. Akasema Mwajuma, kwa yote tulioongea kwa maana yake ulikuwa unaniongopea, si ndio? Kwa pale Musa alianza kulia, kwa nazidi kumuelekeza kabisa Mwajuma. Alizidi kumuelekeza akimwambia kwamba kumbuka tuna mtoto, natakiwa tulee mtoto. Leo hii unaniambia kwamba una mpenzi mwingine, unataka kuolewa. Ndio nini sasa? Huwezi kuniambia hivyo. Sio tulivyokubaliana kabisa. Ndio imeshatokea sasa, mimi sasa hivi na mpenzi mwingine, natakiwa niolewe. Hapa napotoka hapa napelekwa ukweni niende kufunga ndoa. Kwa kuhusu mtoto, kama unaona ni mzigo kwako, huwezi kumlea, utanipa mimi, nitamtengenezea mazingira, mimi nitamlea. Ila wewe kuhusu mimi, kwa nitakuwa mke wako, sahau kabisa, kwa sababu mimi sasa hivi na mchumba mwingine na ananipenda na tunapendana. Na nilimwambia kwamba nina mtoto, yeye akasema sikumpenda mtoto, nilikupenda wewe. Kwa ananipenda mimi kama mimi, kwa na wewe kama huwezi kumlea mtoto wako, huyo mtoto wetu, naomba mimi nimtengenezee mazingira nimlee. Pale Musa aliumia sana, huko ikiwa anazidi kulia. Akasema hapana, haiwezekani. Pale kapaniki kumfuata yule mwanaume. Akasema wewe ndio unaitembea na mume wako, hujui kama huyu ni mke wa mtu, si ndio maana yake? Mchizi kamweka panzi, hawezi kuamini, akaangukia kule. Musa hakuamini sana. Musa alizidi kulia sana na kuumia, lakini alikuwa hana namna. Pale kapaniki akasema kwamba mimi haiwezekani. Akachukua pale kulikuwa kuna nchakali, kulikuwa kuna chuma kilikuwa pembeni. Akasema mimi yote uliyofanya nataka unidhibitishie kabisa, wewe ni mke wangu au sio mke wangu. Bila hivyo mimi najiua hapa. Akasema lete, kama unaona unataka kujiua basi sawa, mimi nimeshakwambia wewe mimi sio mke wako. Kuanzia leo nione kama mimi sio mke wangu, mimi taidi ni mchumba wa mtu. Mchizi alichoka pale. Basi Mwajuma akachukua mtoto wake pale ambao alizaa naye, akaondoka pamoja na mchumba wake. Alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye pesa sana. Kwa mchizi alimteka kwa sababu alikuwa na pesa, huwezi kuamini. Akamchukua, basi wakaondoka. Mwajuma alichomfanyia Musa pale airport, alibaki akiwa analia na kugalagala, hakuamini kilichotokea. Basi Mwajuma akachukua mtoto wake, wakaondoka. Ndio kitu kilichotokea. Basi ndio utakuwa mwisho wa story yetu ilikuwa inaitwa Mwajuma. Kuna vitu vingi tumejifunza hapa. Maana yake Mwajuma alitoka na mtu mwenye pesa na kumwacha Musa ambaye alikuwa na maisha ya chini. Hata kama alizaa naye, lakini alimwacha. Wanangu, tafuta hela. Musa kaachwa na mwanamke ambaye alikuwa anampenda sana, ambaye alikuwa amezaa naye na mtoto, amekimbia kwa mtu ambaye ana pesa. Kwa pesa ndio imesababisha Mwajuma anamwacha Musa, wanashindwa kulea mtoto wake. Basi ndio mwisho wa story yetu. Hakikisha una subscribe ili uanze kupata video zetu. Bye bye.